Bwana Yesu asifiwe. Familia ya mwalimu mwenzangu ambaye ameenda, familia ya mzee ambaye alileta msichana yake akakaa na mwalimu ambaye pia tumesikia bila ameongea hapa, watu wa sehemu hii wote, walimu wenzangu na Gen Zs kutoka area hii. Nimefika hapa kwa sababu juzi on Sunday tulikuwa na harusi hapa karibu ya kanisa ya SDA, na nilisikia ya kwamba mwalimu wenzangu ameaga. Niliamua ya kwamba nitarudi hapa leo niwe pamoja na nyinyi ile tusike mwalimu. Ningekaa paka jioni, lakini niko na safari nyingine, so mapastors mnie radhi. Kwa hivyo nimeleta rambirambi yangu na familia yangu kwa mwalimu, na bila tumesikia kutoka wale ambao wameongea, hasa baba mkwe, hakuna kitu ya kuongeza. Kwa vijana watoto wake, huyu John Pesa mnaona hapa, niliachwa na mama yangu when I was about 4 years. Akitoka saa hii sitajua ni nani. Nyinyi bado mko na mama, na kwa kila boma mama ndiyo boma. Tafadhalini muwe mama nafasi nzuri, na wale vijana wadogo pamoja na my sisters, please also, as you expect your eldest brother to do well here, nyinyi pia mu respect yeye. Pewa yeye nafasi ya kuongoza hii familia. Si namna hiyo? Sasa wale ambao hawajaniona, mimi naitwa John Pesa, au kipenda John Dache Pesa. Na kitu cha kwanza nitasema ni asante sana kwa watu wa area hii Hispania, na kwa watu wa Kuria West kwa jumla. Kwa nini? 2022 nilikimbia hapa kutafuta ugavana wa Migori, na sikuamini saa ile nilikuwa nakimbia ya kwamba ningeshinda Kuria West, lakini kwa bahati ya Mungu nilishinda. Na nikifika kukutana nyinyi paka nisema asanteni sana. Asanteni sana, na muwe na roho hiyo, muendelee mbele. John Pesa amekuwa mwalimu. Nimekuwa mwalimu, nilianza kwa primary school. Saa ile nilimaliza form 4 kwetu Nyarongi Suna East. Alafu nikaenda college, nilifanya diploma, alafu nikafanya degree. Saa ile nilikuwa mwalimu, nilikuwa na bahati, nilikuwa deputy head teacher Gorosari High School. Na saa ile nilikuwa deputy pale, mimi ni Mkatholik. Walimu ambao walinifundisha kwa form 4, kuna mmoja alikuwa anaitwa Paul. Kuna shule yetu nyingine inaitwa Rapogi High School St. Joseph's. Saa hiyo ilikuwa imelala chini, ilianguka. Na bahati nzuri nilisoma hapo kutoka class 7 mpaka form 4. Brother Paul alisema, wacha tuende kwa bishop. Walienda kwa Bishop Tiberius Mugendi the late, wakaambia tafadhali kwenda Agorosare, mahali mmoja wa wanafunzi wetu ako deputy, aje akoe hii shule ya Rapogi. Na nilikuja Rapogi. Nilikuwa headmaster ya Rapogi High School for 10 years. Na niliweka ile thabiti, sikingi thabiti. Hata ukienda saa hii kudrop au to bring it down hutaweza. I'm trying to tell you this because you people are electorate. Mnachagua watu. And you elect people that you do not know their records. Alafu mnaanza kulia. Si ni kweli? Yes, you should know the people you elect. Kama John Pesa, if Rapogi is still a very good school and I was the headmaster who brought it up,
Do you have any doubt that I'm a good manager? Kutoka Rapogi nilikuwa promoted paka hapa kwenu Migori Teachers College hapa kwetu 4 years. Baadaye nikaenda Gorosari. Sorry, Kigari iko Embu. Nile retire at Regi Teachers College kama principal. So those are areas that you should ask people who know me, who are with me there, how I worked. Then later on, nilikuwa na bahati, nikakuwa mbunge wa Migori. Sasa ni Suna East na Suna West. Mimi ndiyo niligawa. Sa ile my late friend Machage aligawa hapa Kuria. So Suna is just here, Wasuba. Tuko tu hapa karibu. Ask about my record. When I'm asking you for something, how did I behave as a teacher? Si walimu wako hapa. Kama mzee huyu mzee rafiki yangu Solomon alifanya kazi nzuri kama mwalimu. Si mnajua hiyo? So you also ask what John Pesa did. Without boring you, because I know the church is about to start. In Rapogi, I worked. In Migori, as a member of parliament, I worked. And I was even working outside Migori constituency. Kuna saa nilikuwa najenga njia kutoka Pinyoye paka kwa border hapa chini. Kufika kwa border, I find that there is a gap 4 kilometers inside Kuria land. Sasa watu ambao watatoka hapa Mabera kuenda pande ile na ile barabara wangefika namna gani? Wale Wajaluo wanakuja Mabera wangekuja namna gani? I did open 4 kilometers road in Kuria kama member of parliament ya Migori. So Wakuria nimefanyia nyinyi kazi. Na hapa Kuria kuna walimu wengi sana ambao wanafundisha. I give you one example. Kuna mwalimu alikuwa anaishi center. When I was at Kigari, he paid his fees for first year. At the end of the year, he came to ask me permission akae nyumbani for another year because he could not pay fees. I just told him to go back to class and learn freely for 1 year. And God is hearing what I'm saying. I can't lie before God. He became a teacher. He had been teaching there. Hata kama sasa yuko, hiyo sasa ni plan ya Mungu. So ndugu zangoni, nikisema ya kwamba munalalamika. Everywhere I go, people are complaining. Na wengine wanaendelea kusema ya kwamba kama huyu mheshimiwa angekuwa governor tungekuwa vizuri kidogo. Si mnasikia watu wanasema namna hiyo? And I'm still alive. Na mimi Mungu ndio naangalia maisha yangu. So please come and pray for John Pesa. Sorry. Pray for John Pesa so that I live up to 2027. 2027 I'm coming back to ask you for votes the way you did. So please, if you want a change, what is agencies? Muko hapa. Muko hapa. Munafanya makosa. Watu watakuja hapa kwa agencies. Wataleta ile pesa wamechukua kwa sponsors yao. Watagawa kwa nyinyi. They get money from their sponsors. That's a fact. Akiwa atasifaulu kuwa governor, instead of looking at the agencies who are now suffering, he will first of all look at the sponsor. Kazi kitokea, anapewa sponsor. He doesn't give it to the agency. Am I lying? That is why you are not benefiting from your government. Because they bought you before you voted for them. So I want to appeal to Gen Zs. This is your time. We want the Gen Zs to help this government, this Kenya people, the poor people, to change so that we elect leaders who can come and serve wananchi, not to serve their families and their sponsors. Is that clear, Gen Zs? So naomba hiyo mfanye hivyo. Jaribu mimi, mutaona. Uliza watu wa Migori. The Migori people, when I was looking for MP, I never bought any one single person. But the work I did there, the health center, which was a health center now before I became an MP, is the level 4 you are using. Kuna daraja pale chini, kama hii daraja ya Migori nilijenga. There are so many things that I did.
when I was an MP. And in fact, most of the work you see there was, there is this Chamak Road down to Mukuru and Masara. Hiyo ni kazi yangu. And when I was there, I want to thank my late brother, the late senator. He was a minister, assistant minister. So when I took that to parliament, yeye pia tulikaa na yeye tukafanya ile ya kwenda nini Kehancha. Sibado sasa iko Lampale. That is the type of work we need. We don't want leaders who are going to work for themselves. So ndugu zangu ningeomba ya kwamba mniombe. Maombi ndio nataka kwa leo. Please pray for me so that I have life. I live up to 2027. 2027 I'm coming to ask you to make me, promote me as a governor. I know people say, yeah, a leading governor cannot be defeated. A working governor cannot be defeated. But is the current governor working? Anafanya kazi? Yes. You say a working governor cannot be defeated. So ask yourself, is he working? No. If he is working, why are people complaining? He's not working. So I'm going to beat him 2027. Thank you so much for giving me this time. Nitaacha rambe kidogo tu kama moja wenu. Nitapewa nani? I think you give the chairman of the burial committee. Yasi ni wana wenye matanga, kwa nini yeche? Unajua hii sio pesa yake. Ni ya matanga, si ndio? Pesa ya matanga. So huyu bado haja hand over. Sio kwamba ni yake. Ama nimrudishie. Kwa hiyo tunashukuru governor kwa ajili ya mchango. Mheshimiwa chairman. Imefungua mchango. Chairman wacha iwe hivi. Patia governor, the incoming governor patie mjane. Sawa. Tafadhali.